Majina mimi naitwa Family Maulid Abdalla. Ni bwana shamba kutoka kampuni ya East West Seed. Leo tupo kwenye viwanja vya Sabasaba, Dar es Salaam kwa ajili ya maonyesho kuwafundisha wakulima jinsi ya kilimo bora na uchaguzi mzuri wa mbegu za kisasa. Hapa kwenye shamba letu tuna vipando vya mazao tofauti tofauti. Tuna kitunguu, tuna chainizi, pia tuna mbegu ya hoho, pia tuna mbegu ya bamia, tuna mbegu ya ngogwe na tuna mbegu ya nyanya. Na pia hizi mbegu zinafanya vizuri sana kwenye mazingira ya kanda zenye joto, ambapo special tukizungumzia kanda zenye joto tunazijua ni tunazungumzia Pwani, Dar es Salaam, Zanzibar na maeneo ya Mtwara na Lindi na baadhi ya mikoa mingine yenye misimu ya joto. Mbegu zetu sisi hapa tunazalisha mbegu za aina mbili. Tunazalisha mbegu za mboga mboga matunda na mboga mboga majani. Tukizungumzia mboga mboga za majani tunazungumzia mbegu jamii ya majani ambazo chainizi na mbegu zingine. Ukizungumzia kwenye mboga mboga matunda, sisi tuna mbegu aina ya hoho inaitwa Kaveri, pia tuna aina ya nyanya tunazungumzia dhahabu. Hizo sisi tunasema ni mboga mboga matunda kwa sababu tunakula, unaweza ukala likiwa unakula unaweza kutumia kwa matumizi ya kupika kama mboga mboga, pia unaweza ukala likiwa hivi hivi. Tunazungumzia ni mboga mboga matunda. Pia hapa tuna mazao ambayo kama unavyoona kwenye kitalu chetu, kila zao linafanya vizuri kulingana na msimu wake, na pia kila zao linakaa shambani na muda wake. Na kitunguu ambacho kinafanya vizuri sana kwenye maeneo yenye joto, tunazungumzia kitunguu chetu kinaitwa Mazi. Mazi ni kitunguu ambacho ni cha kisasa cha F1. Hiyo ni hybrid, ni mbegu ambayo inafanya vizuri sana kwenye maeneo yenye joto kali, na ukiangalia kwa hekari moja na kupata 8 mpaka tani 12. Hiyo tunasema ni mbegu bora kwa mapato mazuri. Pia hapa tuna aina ya chainizi inaitwa chainizi ya mkulima Michihili. Hii ni chainizi ambayo inafanya vizuri sana kwenye maeneo yote, special maeneo yenye baridi na maeneo yenye joto. Pia hapa tuna aina mbili za hoho, tuna Mekong na Kaveri. Kaveri yenyewe ni 2 in 1, inabadilika ikiwa green na ikiwa red. Hizi zinakaa shambani zote ni siku 60 mpaka siku 70. Ni mbegu ambazo zinaweza kubwa kuvumilia changamoto za magonjwa majani, magonjwa makorofi ya majani, na pia zinafanya vizuri kwenye maeneo tofauti tofauti. Hapa pia tuna aina ya mbegu zetu za bamia. Hapa tuna mshale, hapa tuna bamia yetu nyingine inaitwa Nuru. Hizi ni bamia ambazo ni za kisasa na zinafanya vizuri kwenye maeneo tofauti tofauti. Ukizungumzia mshale ni bamia ambayo ni asili ya mgongo. Na ukizungumzia Nuru ni bamia ambayo haina mgongo, ni bamia ndefu ambayo iko soft. Na hizi bamia sifa yake kubwa zinazaa na zinarefuka, na uzaji wao zinazaa zikiwa chini. Ukizungumzia bamia hii ya mshale ni bamia ambayo inazaa kwenye sentimita 5 mpaka 10 ikianza chini. Tunavyoona na uzaji wake huu ulivyo, ni bamia ambayo ni ndefu na ni bamia ambayo haina miba. Kuna bamia zingine tunazijua tukizishika hivi zinakuwa zina asili ya miba, hata likiwa bichi huwezi ukalila. Hii hapa unavyoona hivi ilivyo, iko hivi lakini bado ni haijakomaa, iko vizuri na inazidi kupromise na inazidi kukua. Na unavyoona kwenye mche mmoja, uvunaji wetu hapa tunazivuna bamia 4 kwa uvunaji wetu. Ukiangalia kuna 1, 2, 3, 4. Inavyokuja tunakufuata tunakuja kuvuna 2, inayofuata tunakuja kuvuna 3. Unavyoona stage yake, na hii urefu wake inalifoka mpaka kwenye mita 2 kwenda juu. Tunasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Mzalishaji anapata mbegu bora na matokeo anapata mazuri shambani kwa kutumia mbegu zetu za East West. Sisi hapa ufanyaji wetu wa kazi tunafanya kazi Tanzania nzima kwa sababu tuna bwana shamba. Unaponunua mbegu kupitia mawakala wetu, tunahakikisha mkulima adai namba za simu za mabwana wetu shamba ambao watakusaidia wewe kukupa mwongozo na kupata matokeo mazuri. Hapa mbele tena tuna aina ya ngogwe. Hii hapa, hii ni ngogwe yetu inaitwa ni Munira. Munira F1 ni ngogwe ya kisasa. Kama mnavyoona, ni inazaa ndani ya mwezi 2 tayari imeshazaa vizuri, inakupa matokeo mazuri. Hii hapa inakaa ndani ya miezi 6, unavuna vizuri na unapata matokeo mazuri. Unavyoona uzaji wake, na hii ni tamu. Unavyojua walio wengi masoko yetu mingi wanabagua hizi bidhaa. Kuna mwingine anakuambia mimi nataka nilime chungu, kuna mwingine anakuambia mimi nilime tamu. Lakini kwenye soko letu kubwa zinaolika ni hizi tamu. Hii ni ya kisasa, navuna kwa muda mrefu, pia na uwezo mkubwa wa kuvumilia changamoto
ya magonjwa. Pia hapa mbele ukija kujionea tuna aina ya nyanya. Nyanya zipo tunazo mbili. Kwenye nyanya ya kwanza inaitwa dhahabu, nyanya ya pili inaitwa imara. Hizi ni nyanya ambazo zinafanya vizuri kwenye maeneo yetu au kwenye kanda zetu. Ukizungumzia dhahabu, dhahabu ni nyanya moja ambayo inafanya vizuri sana kwenye mazingira yote, baridi, ukame, kiangazi, masika. Ni nyanya ambayo kwa mkulima inamkomboa na matokeo mazuri mkulima atapata baada ya kutumia hii mbegu yetu. Kama unavyoona uzaaji wake, kwa mche umezaa vizuri, na kwa urefu wa hii nyanya inaenda mpaka mita 2 kwenda juu, jinsi ya matokeo na mbegu yetu ilivyokuwa bora. Pia ukiangalia hii nyanya ilivyo, ina uwezo mkubwa wa kuvumilia changamoto ya magonjwa ya minyauko. Wakulima wengi wanalima wanapata changamoto kubwa ya kwenye ishu ya magonjwa, wanashindwa kujua ni mbegu gani walime. Na ukiangalia mazingira yetu haya Tanzania, maeneo mengi unakuta pia na changamoto za minyauko. Sasa hivi kilimo kimekuwa kipana. East West Seed kabla ya kuleta mbegu inafanya utafiti ili kumsaidia mkulima aondokane na hizo changamoto za magonjwa ili apate matokeo. Tukafanya utafiti, tukaleta mbegu ambayo ina uwezo mkubwa wa kuvumilia changamoto za minyauko na mkulima kupata matokeo. Ndio hii hapa inaitwa Dhahabu F1. Hii unalima inakuondoa kwenye umaskini na kupeleka kwenye utajiri. Kama unavyoona ilivyo, inapendeza na majani yake na inazidi kuzaa na inazidi kurefuka. Tuna nyanya nyingine pale inaitwa imara. Imara ni nyanya moja ambayo inapenda sana maji mengi. Kuna changamoto nyingi, wakulima msimu wa mvua hawalimi. Wanaacha kulima kilimo cha nyanya kukimbilia vilimo vingine vya nafaka, aidha mahindi na mazao mengine, alizeti na mazao mengine na ufuta. Lakini sisi hapa East West Seed tunafanya utafiti, tukaona kwamba hata mkulima msimu wa mvua anaweza akafanya kilimo chake cha nyanya na akapata matokeo. Tukatoa hii nyanya yetu hapa inaitwa imara. Imara sifa yake haina uwezo mkubwa sana kuvumilia changamoto za minyauko. Sasa eneo lako kama la minyauko, mbadala wake tumia nini? Tumia dhahabu. Ila kama msimu mvua ni nyingi na zina promise vizuri, tunakushauri utumie mbegu yetu hii ya imara. Imara ni nyanya moja ambayo ina matunda makubwa. Tuna moja la imara la gramu 300, tuna moja la dhahabu la gramu 250, utofauti wake. Na uzazi wake, hizi zote zinakaa siku 60 mpaka 70, zinakomaa sokoni, unaanza kukimbizana nazo. Zote zinakaa miezi 3, unazivuna miezi 3 unavuna hizi nyanya zetu. Ni mbegu bora kwa mapato mazuri. Kwenye changamoto ya magonjwa ya majani, hizi nyanya ambazo zinaweza mkubwa kuvumilia changamoto ya magonjwa ya majani, makorofi. Pia ukiangalia nyanya ambayo una uwezo wa kusafirisha kutoa umbali mrefu. Nazungumzia wale ambao wanazalisha nyanya kwa lengo la kufanya biashara. Hizi ni nyanya ambazo ni nzuri kwa kufanya biashara. Unaweza ukaitoa zako Dar ukaipeleka Zanzibar, unaweza ukaitoa Dar ukaipeleka Arusha, unaweza ukaitoa Arusha ukaleta Dar. Nyanya ambazo zina uwezo mkubwa kuvumilia na zina maganda magumu, hazipati changamoto ya kuharibika wala kupasuka. Nyanya zilizokuwa nyingi wanaouza kampuni zingine hazina uwezo wa kuvumilia changamoto za masokoni. Unakuta nyanya ikinunuliwa ikipelekwa sokoni zinaanza kupasuka, nyanya haijafika sokoni zishaanza kuharibika. Hizi zina uwezo mkubwa kuvumilia, hizi zinakaa ndani ya mwezi mmoja. Unaisafirisha na hata gengeni inaweza ikakaa zaidi ya mwezi mmoja bila kuharibika, na ukapata matokeo mazuri kwa muuzaji na mlaji, na matokeo yake yakawa mazuri. Asanteni sana East West Seed, mbegu bora kwa mapato mazuri. Tunakaribisha wadau na wakulima wote, chagueni mbegu bora, itakupa matokeo mazuri shambani. Shamba Ujuzi tunakuconnect.